karibu mtazamaji wa runinga ya Kisii katika Mawimbi ya Habari, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2024, na katika yaliomo ni kuwa kesi ya kubanduliwa ya Gachagua inaendelea. Maoni ya wananchi yatolewa dhidi ya muda wa kuhudumu ofisini kwa viongozi waliochaguliwa, na baadhi ya habari nyingine ambazo utazipata kwa muda usiokuwa mrefu kuanzia sasa hivi. Jina langu ni Daniel Omayo, mwelekezi wangu upande wa studio kuhakikisha kuwa picha na sauti zinakufikia kwa njia iliyo nzuri zaidi ni DMK Mtonga Kenya. Na tukianza ni kuwa ni pigo kwa Gachagua baada ya jopo la majaji watatu Eric Ogolla, Anton Mrima na Frida Mugambi waliochaguliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kusikiza kesi ya Gachagua kukataa kujiondoa. Majaji hao wamemtaka Gachagua kukata rufaa chini ya siku 5. Jaji Ogolla amesema koti itatoa mwelekezo ikiwa naibu rais mteule Kithure Kindiki ataapishwa juma lijalo tarehe 9 mwezi wa Oktoba. Jopo la majaji watatu linalojumuisha majaji Eric Ogolla, Anton Mrima na Frida Mugambi, wakati wakitoa uamuzi huo, liliipa timu ya mawakili ya Gachagua fursa ya kuwasilisha maombi yao ya awali ndani ya siku 5. Kulingana na majaji hao, maombi ya rekisol hayaruhusiwi. Walalamikaji wanapewa likizo ya kufungua na kutumikia maombi yaliyorekebishwa, ikiwa ni lazima ndani ya siku 5 za agizo hili. On the concept. B, we discuss the issue of bias, partiality as a ground for refusal. Under this, we have extensively analyzed mandatory principles on judicial conduct and our judicial code of conduct, among others. We have also discussed the concept of actual and perceived bias, as well as impartiality, and consider several judicial decisions. C, the threshold on the judicial application on the grounds of bias and impartiality. The threshold on this ground is discussed also with reference to various discussions, various decisions. D, whether the applications are related. We have juxtaposed our discussions on the concept of refusal, the grounds raised for refusal in this case, which is bias and impartiality, with a specific government interpretation and also against the evidence provided. There is an extensive discussion and analysis. This is our disposition. Having rendered ourselves about, we now wish to restrict that given the public interest in this matter and the need for expedition, coupled with the urge to balance the interests of all parties, we shall also give further directions on the way forward. Consequently, the following orders do hereby. 1. The application for refusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in the above. D. In view of the nature of the pending applications for conservatory orders, and
and those seeking discharge feel necessary conservative order. Hivyo washiriki wanapewa likizo ya kuwasilisha majibu yaliyorekebishwa ikiwa inahitajika ndani ya siku 5 za huduma. Jaji Ogolla wakati akisoma hukumu hiyo alikataa kuweka kando maagizo ya hifadhi yaliyozuia kuapishwa kwa naibu rais mteule Kithure Kindiki. Jaji huyo badala yake alitangaza kwamba mahakama itaamua ikiwa itaondoa amri hiyo mnamo Oktoba tarehe 29. Parties are at liberty to file and serve any responses and all further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications, the one above, are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Leave to appeal is hereby granted. Type proceedings and certified copies of this ruling to be availed to parties at cost or as the case may be. Kiripotia runinga ya Kisii, mimi ni Harriet Osoro. Naam, na tukisonga mbele ni kuwa kutokana na pendekezo la kuongeza muhula wa kuhudumu ofisini lililowasilishwa katika bunge la Seneti na Seneta Samson Cherargei, Wakenya kupewa muda wa kutoa maoni, wananchi wamejitokeza katika jumba la mikutano la KICC na kukataa pendekezo hilo, na haya ni maoni yao. Diana Sawe alituandalia taarifa hiyo kwa kina. Hata kama ni siku moja, jambo la muhimu ni mwananchi apate maendeleo. Umati wa Wakenya wamejitokeza katika jumba la KICC jijini Nairobi kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada unaopania kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Maoni yangu ningeona kwamba muda uongezwe, na kama utaongezwa basi ndio tuone kwamba hawa wajumbe watapata wapi tena hii excuse ya kusema kwamba muda ulikuwa mchache. Maana tumempa huu muda, wanalalamika muda ni mchache. Sasa wanataka ongeze muda mwingine. Basi tuwape huo muda ndio tukuje kuwauliza, je, ule muda ambao tuliwapa mboja hamjaweza kutekeleza? Mswada huo unaolenga kufanyia katiba marekebisho ili kuwezesha viongozi wote wanaochaguliwa kuweza kuhudumu mihula miwili ya miaka 7 kila moja badala ya miaka 5. Na kama utaongezwa basi ndio tuone kwamba hawa wajumbe watapata wapi tena hii excuse ya kusema kwamba muda ulikuwa mchache. Maana tumempa huu muda, wanalalamika muda ni mchache. Sasa wanataka ongeze muda mwingine. Basi tuwape huo muda ndio tukuje kuwauliza, je, ule muda ambao tuliwapa mboja hamjaweza kutekeleza hili na hili? So kwa hivyo upande wetu sisi tunaona ya kwamba wakipewa muda itakuwa swala mwafaka, tutaweza kuwauliza hili na hili hamjatekeleza. Kwa hivyo itakuwa sisi pia tuko unyo na wao tuweze kujua ni lipi ambao wamelitekeleza kwa ule muda ambao tumewapa na lipi ambao hawajaweza kulitekeleza. Ya demokrasia. Na ninajua kwamba ili swala litakuja kwa mchakato wa sisi wananchi kuamua, ile tunaita referendum. Mimi kama Mkenya, kwa maana demokrasia imeniruhusu nifanye uamuzi, na kwa maana siwezi kuabstain ama siwezi kuacha kufanya uamuzi wangu, ninaamua ya kwamba tuwape muda hiyo 7 years waende watekeleze, ndiposa wakirudi tuwaulize tuliwapatia ule muda hamkutekeleza. Asante. Tayari baadhi ya Wakenya, viongozi wa dini na vyama vya kisiasa vimepiga mswada huo. Motive of the proposed amendment bill number 2 of 2024 of the Constitution is self-seeking, and it is self-centered. It is aimed at benefiting the ruling class, increasing the term of the president and the other elected leaders, including members of parliament, from 5 years to 7 years, and the creation of the office of the prime minister does not add any value, to the improvement of the governance of our country, Kenya. Mswada huo uliowasilishwa na Seneta wa Nandi Samson Cherargei ni wa pili wa aina hiyo. Cherargei anasema kuwa miaka 7 itawaruhusu viongozi kutekeleza ahadi zao kwa wananchi.
Kuripotia runinga ya Kisii TV, mie ni Diana Sawe. Naam, na tukisonga mbele ni kuwa zaidi ya maskota 7,000 kutoka eneo la Majengo, kaunti ya Taita Taveta wanaofia kufurushwa katika ardhi ya ekari 17,000 kutokana na uamuzi wa mahakama, licha ya kuhakikishiwa kuwa hawatafurushwa na kampuni ya mkongwe ya Taita. Uamuzi umetolewa na mahakama ya Voi leo mbele ya Justice Sabota, hatutakubaliana nao. Tunaisupport hiyo judgment ya jana kwa sababu hili shamba kwa kweli ni la Philip Keriazi. Hili shamba ni la mzungu na aliko na title. Tunakuja kushangaa sasa hii tunapata ripoti kwamba ameenda kotini, bado anadai kwamba anahitaji Singila na Majengo. Uwazi unakuja alafu unafiniko. Uwazi unakuja unafiniko. Kwa nini? Miaka yote tumekaa hapa Majengo na Singila. Kwa kweli tumepata shida. Ukweli wa Mwenyezi Mungu na ukweli kweupe. Mambo hiyo kijana hatuyataki. Na hujuma nyingi sana tunaletewa hapa na watu tofauti. Vikundi vinakuja hapa vya kitofauti. Tunataka maendeleo ishikanishwe kuanzia mashinani mpaka juu. Hatutaki mambo mengine eti iende mara hivi hapana. Sisi tunataka usalama udumishwe. Should be rest assured that the portion of land in which they are settled on was already excised off, and Mwasimambo is probably misleading them to think that the case that is in court is not related to where they are right now. Tumejipanga kwenda Court of Appeal na kusimamisha chochote Taita Sisal wasifanye lolote. Hiyo ni ardhi ya jamii na ni ardhi yetu ya community. Hatutakubali kwa vyovyote vile. Unfair to treat the people that live there in the manner that he's doing it. Because these people are now like legal owners of that parcel. You can see brand new permanent housing coming up. And we have not touched it because we gave out the land. Nyumba 2,000 na ambazo zinangoja title. Na hatakubali mtu mmoja ambaye anaitwa Mwaluma Mwanjala. Yaani tunamwambia leo, kuanzia leo akweme na si peke yake. For now we'll regroup and tutaenda Court of Appeal. The court has pronounced itself, so we may not agree with it. But for now mbele ni kuwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet wamelalamikia uchafuzi wa mazingira unaotokana na mrundiko wa taka katika eneo linalopatikana na karibu na mto Nyangaresi. Wanafunzi hao wamesema taka hizo zinaibua athari ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu na kuitaka usimamizi unaohusika kuchukua hatua madhubuti. Wale ambao wameathirika sana kwanza hata ni hii shule ya St. Michael Secondary School, hapo pembeni kuna university na hapa makazi ya watu. Alafu saiti isitoshe hii nyumba tena ya housing itakuwaje sijui wakati watu wanapoishi hapa, kwa sababu ndio wameshafanikisha kumalizika. Itakuwaje tena wakiishi hapa alafu na ufundo na magonjwa. The garbage which is exposing the students to many health problems. You can see those who are living around are at a very high risk of attracting certain diseases like cholera. Na hii taka ikiwa hapa iwezi vutia hata mtu mwenye ambaye atakuja hapa karibu. So atuondolee hii taka ambayo iko hapa karibu, na sisi ambao tumeishi hapa karibu, hii taka inatoa harufu mbaya ambayo ni mbaya kwa mazingira na kwa Naam, wakazi wa Kibwezi kaunti ya Makueni wamelalamikia utepetevu wa polisi wa kituo cha Kibwezi kwa kuchukua muda mwingi kufika eneo la tukio. Hii ni baada ya mshukiwa mmoja wa mauaji ya kijana mmoja kuendelea kuwa huru. Kwa mujibu wa wakazi hao, wamesema kuwa marehemu alishutumiwa kwa kuwa mchawi na kuaga kutokana na kuvuja damu nyingi kwa kupigwa kifaa butu kichwani. Aliachwa na bibi yake na ako nao watoto wake, amekaa na wao almost 4 years.
akiwa na hao watoto wake. Akiingia kwa nduka anafanya shopping kila asubuhi, anapelekea watoto wake. Saa hii hao watoto wanahangaika, hawana nani wala nani. Unawaona wanatambaa huku na huku kila mahali wakitafuta kitu wakule, kwa sababu hawana usaidizi. Usaidizi wao umeenda. Sasa serikali tunaomba mtusaidie. Achukuliwa hatua, ashikwe, la sivyo na hatutaki hiyo duka hapa juu ataua mwingine. Iondolewe hapa. Yes, hatutaki hiyo duka hapa. Atakuja kutuua tena. Aondolewe kwa uzuri. Akikataa na 3 days kwa uzuri tuko hapo. Watoto wanakuja wanasimama pale wanaangalia penye baba aliuawa, wanaanza kulia. What is that? Mwenye alihusika alienda polisi akaandikisha OB, jamaa aliuliwa na mob. Na ukifuata story vizuri, huyo jamaa mwenye aliuliwa anaitwa Peter, alipigwa na watu 4. Jamani, familia moja inaua, inaacha hata watoto 5. Hao watoto 5 wana kilio zaidi. Aliuliwa na watu 4, tukiangalia na tukijaribu kutetea tukapigwa na tukaambiwa hiyo sio shughuli yetu. Huyo mwanaume ako na makosa na anafaa kuchukuliwa hatua. Na tumepeana siku 3 sisi kama wanarika. Naam, na nikihitimisha ni kuwa familia 28 zimeachwa bila makao na mali ya thamani kuteketea kutokana na moto ambao unadaiwa kusababishwa na hitilafu za umeme, huku walioshuhudia kisa hicho wakisema waligutushwa na mayowe na kuelezea kuwa moto huo ulisambaa kwa kasi zaidi. Kulikuwa 5 hivi, tukasikia duru. Sasa kutokea hivyo tukakuta moto juu si ni majirani hapa, tukakuta moto ilianzia hapa kwa hii plot. Sasa ikashikana hivyo. Sasa kabla ishike hii plot ingine, hii plot at least ikakuwa wakabomoa hii kushikwa na moto. Sasa hii ndio moto imetoka sana kwa hii plot. Hakuna nyumba yote yenye ilikuwa imejengwa imebaki. Hii tu ni sehemu ya kado, nyumba 3 imebaki. So ni mabaki tu yenye imebakia kwa hii plot. Mzee mwenyewe ndio huyo, ni mkogwe. Kutoka miaka 65 hapo. So ni mzee ako peke yake. Matarajio yake tu ni hapa. Hakuna namna anapata riziki pahali nyingine. Ni hapa tu, agojeni aletewe 200 na huyu, so aweze kupata uga. Zile nyumba zimeshomeka ni nyumba 14 zangu na za neighbor ni 10, ni nyumba 10. Hii nyumba iko na pesa mingi, hata sija hesabu hasara ile imeingia kwa sababu ni nyumba mingi. Sasa ningetaka serikali inisaidie kwa sababu sina chochote. Vitu yote ile nilikuwa naye yote imekwisha, nimebakia. Kufikia hapo mtazamaji, kutoka meza yetu ya habari sina la ziada bali na kutakia jioni iliyo njema. Shukran sufufu mtazamaji kwa kupenda na kufurahia habari zetu na vipindi vyetu. Tukutane siku nyingine Mwenyezi Mungu atakaporidhia zaidi. Kisii TV amandegere y'umuguzi. Kisii TV amandegere y'umuguzi.